singing yao eyaliganie asobotengali numukano Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Mwanchumo ria Wensoko TV Oboroso Bumugusi neri tukore komina kianda somutinyu mutangani omwaka oyegewetile fuvera 2025 no mo na bogero kugera kwa nebuna weekend yago mbia yarenge na boiga sema mbia ya bono ya chakre bya neri tukori agandonsi asore sema mbia bono asokwergelia sembero maso bokorelia ase obwonchereli osandonsi asore asokubwati emerobirionsi Wensoko TV aseri tukerigalie Jumatatu eiki ya chakre asenchira erendonge ime yo murobere wetorobini mambia bono gochakera bono chinse chiga inyene chidakika 12 chaitire weka chinsa isano ne mochia bono mubasono gucha kumurekera amangana ari akorekanire aya etire na boigo ayara chikubwatia ase eikie yiga kurwa chinse mochonsi nto chikoligereria asensemo ye chigosori abwase Afcon ya erire bono na boigo asensemo yende ne chikwirana ime yorogongo rwa Afrika ya mocha nto chiko yakwandira ase mambia ya bono asensemo ye chiseminari aya agendere gokorekana ase mambia bono asoboremi asobonchereri bwago emambia eyega ase oborendi obokorerwe serikali asa yabwatikine na siasa ne byamana magendero kurwe binyoro byaito ime emambia karibu sana tosange asobwamo gochakira bono goika omwerio wetera asenchira ya mawasiliano asenchira yekerero ase Facebook weka aria Wensoko TV na bwego YouTube Wensoko TV namba ya mawasiliano ase jumbe enyenge na boigo badaye nuchigwa kesi mina mono ekerotura chigo sangano mugene ito emambia ya bona namba nigere enoti isano na ibere isano na isato isano na isato isano ne momara gatano omwere weka isato ningirorere enoti isano na ibere isano na isato isano na isato isano ne momara gatano omwere weka isato karibu tosange asobwamo gochakera bono goika omwere ime yo murobere gwetorobini ase Jumatatu eretariane Ishmael Mogere asomo chakane mambia bono nigoto chakorigire ya bwatikene ni chigosori magigaye chigosori chia Afcon umwaka witi Februari 2025 wikomwa erio imeyense ya Morocco nigobono ense ya Kenya Tanzania na Uganda ya irwe bendera eyo yogo chikwariga ni chigosori echobene kwaringa no murikyo munene we wizara ye chigosori Elijah Mwangi nigaire iguru yokweyarigania wechinse echiga isato chigendera tekweyarigania bwosi we chigosori icho kira chikogosori gwa asu mwaka wechile Februari 2025 nebere buna Elijah Mwangi uyoro murikyo munene na se wizara ye chigosori akwerera emambia yabono mase ya motigango turamonyora. Kenya, Tanzania, Uganda are grateful to receive the flag today from CAF. That means immediately we shall be hosting Afcon come the year 2027. We have the capacity, we have what it takes, both infrastructure-wise, the amenities within the country, including our teams. It is a very great opportunity for Kenya, Tanzania, and Uganda to showcase what we have as a country. We know we shall make it. We did it during CHAN. We did run, and we have support of CAF. The president is really supporting us. Our country's executive presidents, they are supporting us. We shall make it. So we welcome the entire Africa, the entire world, all sportsmen, sportswomen, fans. We shall make it, and we shall make it better than CHAN, and if possible, better than Morocco. Karibuni, Kenya.
Asensemo yendo mwanchomo rigeria ya bwatikene chisemi mambi ya bono abo bisabe chisemi imiyo muchotike county ya Kiambu ngo bachakiro muroberio bugotara ebinyoro ime eriko ene kibuna aborokyo bonsi be grade kirige 10 korikiwa bare nabo igon kogenda bare chiskuru na mono hakerokeria ya chekire kworokya buna umubaro nororo bwaborokiwa be grade 10 abwikira boniga bataragenda ase chiskuru tiango turagire muroberio yo bwobo bisa abukuru asomuche otikana Basic education is compulsory, so that anyone the age of school-going age, that is between 5 and 17 years, they should be in school. And therefore, any parent who knows that the child or his or her child is at that age, school-going age, and is in the house with him, these people will be arrested. Because so long as the chief is aware, and then we inform our DCC, we shall go and have such a parent arrested as we have the child in school. So it is a requirement that all our children get basic education. It is a requirement, it is compulsory, and therefore I want to encourage all the parents to have their children in school. Anybody who has any challenge, let them come out to us or move to the chief. If you are staying in an environment where you see a child who should be in school and yet the parent is not taking responsibility to take the child to school, report to the nearest chief. We shall have an exercise called mopping up. That is, we mop up all the learners who sat grade 9 examination to transition to grade 10. And in such an exercise, we move to homes, to villages, to these informal settlements, with the help of the interior, that is the chiefs, sub-chiefs, who are able to ensure that all the children that sat grade 10 are able to move to the nearest day school, that is a senior school, so that they are able to transition well and have their education up to grade 12 when they can qualify to move out. We have just flagged off the beneficiaries that had been allocated for us, a total of 33. But my observation is, out of the 62 that we visited, they are all needy. But we have many other candidates who did not benefit, as in we were unable to take care of all of them. That means we still have a number of quite needy candidates. And it's my appeal to well-wishers, other organizations, whether they are individuals or organizations, to come to us. If they are unable to reach out and they have the ability, they can come to our offices so that we are able to direct them. We already have a data bank of the needy students, but then equally we can also have them move to schools so that we ensure that all the learners are in school. I want to appreciate those who have already supported us. And those willing to support, please come out so that we are able to have our children transition successfully to senior school. Niko na watoto watatu na nilikuwa na challenge za kuwasomesha. Kwanza msichana alikuwa shule, nikagojeka, nikapata stroke. Kwa hivyo kulikuwa na challenge mingi. Huyu wa grade 10 kusema ametoka grade 10, nilikuwa naona kama hatasoma. Lakini sasa niko na tumaini atasoma kwa sababu ya elimu scholarship. Challenges zile tumepatana nazo ni juu nimegojeka, mzee wangu hana kazi, tuna struggle juu ya medication, juu ya watoto kusoma, chakula, mnajua vile kuko sasa, hata kupata chakula ilikuwa ni challenge, nyumba ni rento, na watoto wanasoma. Kwa hivyo tulikuwa na challenge mingi sana. Kwa majina naitwa Violet Akinyi kutoka Kiambu County. Mimi ni mzazi wa grade 10. Tunashukuru elimu scholarship imetuprovidea mattress, sanduku, dictionary, kamusi na zingine, na tunashukuru imetulipia fee, imetukamilishia hata school uniform zote. Tunasema ni asante kwa elimu scholarship na Mungu azidi kuwabariki. Kuna watoto wamekuwa wakikosa karo ya shule,
unapata wanaenda tailoring juu wako idol, wanapata mimba za mapema, wanapata ndoa za mapema. So tunashukuru sana kwa kutuprovidea scholarship. Watoto wetu hawatakaa nyumbani na wakuwe idol, at least waende wasome. Kama wazazi, maisha imekuwa ngumu, school fee imekuwa ni shida kupata, chakula imekuwa ni ngumu kupata, na sasa tunashukuru Elimu Scholarship kwa kutushika mikono juu hata watoto ni wengi, unakuta uwezi lipia fee wote. Tunapendelea serikali ikiwezekana wazidi kusaidia, namba ya usaidizi iwe juu kidogo. Manake baadhi ya watu wamepata hata tufiki quota. Watu wali apply ni watu 880 na wenye tumepata ni 35, na watu bado wako na mashida huku nje. Wengine bado wanahitaji usaidizi kwa wingi. Kwa majina ni Kevin Nganga, nimetoka upande wa Athena na nimefurahia sana kupata scholarship. Hiyo itanisaidia kufikanishia kwa ndoto yangu, na nikimaliza masomo nitaweza kusaidia wazazi wangu, hata nisaidia watu wengine. Mimi mamangu alikuwa ameniambia naweza kosa scholarship, anaweza nipeleka course ama niende day school, na nilikuwa nataka kwenda boarding school. Sasa nimepata matumaini ya kwenda boarding school na kufanikisha ndoto yangu. Gotigana nayo mwanchu muriria asa yabwatikaire no burayi bwe byamana monase kyama kya ODM murayi we kyama kya ODM Boro Ginga nigo abetereti ogukwana semisangirikana ebere ya ODM eyargadetiwe na Bernardes Baraza yani mugabara we county ya Kakamega amunomo waziri Wycliffe Oparanya ime county ya Kakamega mokwanyi we kyama kyo Paul Simbarati niga mukiro Paranya asokororikana koreto gwatanandikana ase ekyombe kyo kya ODM. Linda ground. ODM tunasema tuko tayari. Ya pili tunasema linda ground. ODM. ODM. Asante. Asante. Asante sana Gavana Baraza na chair, na mimi nimekushukuru sana kufanya organization ya delegates wote wa Kakamega wale ambao wamefika hapa. Na leo asubuhi niliitwa huko Butere, na nilipoitwa huko mimi nilienda huko kukula kidogo lunch, breakfast. Lakini sikiliza, lakini nilipofika huko nikapata kuna halaiki ya watu wamenasema hawa pia ni delegates. Sasa tuliongea kwa sababu wao pia ni watu wetu wa Kakamega. Mimi niliongea na hawa, na mimi nilikuwa na waziri Oparanya, nilimleta hapa akuje aseme ya kwamba sisi tunataka Kakamega moja. Kwa sababu nimeongea na chairman Baraza hana neno. Yeye anasema Kakamega ni lazima iunganishwe iwe kitu kimoja. Kwa hivyo sijui kama Gavana Oparanya bado hako karibu aje hapa aseme mwenyewe, lakini hapana, hayuko, alitoka kidogo na ndege hayuko. Okay, I know. Lakini mimi nina furaha tele. Nyinyi wanachama wa ODM, hii ni kuonyesha ishara ya kwamba chama hapa Kakamega ni imara.
Nikienda kile mahali naona watu wanasema ODM. Nikienda kile mahali naona watu wanasema nini? ODM. Wale ambao walikuwa wananiambia ati chama imeyoyoma Kakamega, chama imekuwa goigoi Kakamega, wale walikuwa wanasema uongo. Leo nilikuwa nasikia ile nyimbo inasema lero lero ni lero, lero lero ni lero, pana leta mchanganyiko mkamba ni mubei, amole mkamba Tunasema Kenya mpya inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Na inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Kenya mpya inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Nchi ambayo kuna raha na ustawi. Inawezekana. Na inawezekana. Leo ni leo. Haya, asante. Asante sana. Leo ni leo. Leo ni leo kwa sababu tumekuja hapa kuimarisha chama. Tunataka chama yetu ibaki kuwa chama kikubwa kushinda vyama vingine vyote katika Kenya mzima. Tunasema mimi nimempatia mamlaka. Hiyo mamlaka ambayo ilikuwa ya ndugu yangu mpendwa Raila Amolo Odinga. Lakini vile alituacha kwa ghafla. Lakini hata mimi pia nimewekwa kwa kiti hii kwa kighafla. Mimi sikujua, lakini vile nimewekwa nitachukua hiyo ngao na hiyo mkuki, nitaibeba na itanishinda ikiwa nyinyi mtaniunga mkono. Asense muyende bado ayabwatikene ne kiama ikiga kia ODM ababwatani be kiama kia ODM korwa ase orogongo rwa Nyanza nigo barere buna ogutimuka kwanya gusia Raila Odinga ni okorachie kwiriro botutukanu obonene koendera kwenekiwa na korolekana ase kiama kia ODM ase baere siribuna kiama kia ODM tigego tige konyara gotenena gwetera ase gesaku kiomogere gioka korende gwetera ase nchera yokubwaterana nebisaku binde amo nechisemo chinde ime Seito ya Kenya. Every institution that goes through a traumatic event like what ODM went through must have hiccups. What we are seeing are the consequences of the trauma the party is going through. The party lost a pillar who has held it together for 20 years. His absence must cause jitters. Some people might see opportunity to take over leadership. Some might see that the glue that held us together is no longer there. And so they want to chart their own courses. I want to plead, first of all, to the bedrock of ODM, which is the Luo Nation, to remain steadfast and united under this party, to safeguard this party. We will not negotiate with anybody, any power leadership, if we don't have this party intact, and if it's not strong. And will not be useful if it remains for Luos only. It has to remain strong within Luo land to attract other communities to see hope in it.
And this is what we want to talk to every Luo politician now, every leader in Luo. Throwing words, it is not a must, it's not necessary for you to speak. You don't have to speak when what you are speaking is causing division instead of unity. Keeping quiet can sometimes be more golden than speaking. If you don't want to say anything to unite us, please avoid the microphone. Because the more you divide us, the more we become weak as a community and the more we become weak as a nation. ODM is a key institution in the governance of this country. Without ODM, there are very few checks and balances we can attain in this country. The fear of injustice is the threat of ODM rising up to say no to injustice. Without ODM, there will be nobody to say no to injustice. So I appeal to first of all, every person, every politician, every leader from the Luo nation to relax and lower the temperatures. And then I want to ask all those communities that have followed and have supported ODM. ODM is still strong. Stay there. Let us build it together as a truly national party. Thank you. We are happy that there are great constituents in Mombasa turned up in large numbers. And we've compared notes. As you are aware, George was once our MP, and he's been out for 10 years now. And we've seen the difference when he was there and when he was out of it. So the constituents of Rangwe in Mombasa have a very strong feeling that we need him back in Parliament. And we've actually agreed, all of us, that we are going to pursue that aggressively, talk to our people at home, so that we rally all of them behind him. Asense mwendo mwanchu morire libo waziri bobokoreri ase etaro ya somo waziri bobokore Geoffrey Ruko ase etaro ya ime county ya Vihiga nigatogire oborai no bokoreri bo murai wense Dr. William Samuel Ruto ase okoroberio na gwikirania meroberio ya magendero imeyense ase chinsemo buna akwerera emambia ya bono kera alinge ase county ya Vihiga. Mheshimiwa Rais ametia bidii, Mheshimiwa Rais anajituma, Mheshimiwa Rais anawapenda, Mheshimiwa Rais amekuamua uchumi wa taifa letu la Kenya. Na mtu ambaye anatia bidii, anajituma, anakuamua uchumi, huyo ni mtu wa kushikilia jameni. Kenya iko na bahati kubwa ya kwamba tulipata rais ambaye anaelewa kazi yake, anapenda watu ya Kenya na anatia bidii ili Kenya iweze kusonga mbele na uchumi wa taifa ukue umedhibitika. Kwa hivyo jameni, tunaendelea kuwasihi watu ya Hamisi, watu ya Vihiga County, tuendelee kushikilia rais pamoja na serikali yake. Mahali mimi nimetoka kona ile ingine ya mlima, kuna mtu ambaye alikuwa na kiburi sana. Alikuwa na kiburi mingi, kierere mingi. Ati anasema kule ya mlima yote iko kwa mfuko yake. Tukamwambia haya basi, kama wewe kule ya mlima iko katika mfuko yako, iko kinyang'anyiro ya Mbeere North, leta kandidati wako wa chama yako, hiyo unasema ni chama ya mlima. Tungangane, tukarangane, tufukuzane, tuone ni nani ambaye anatambulika katika mlima. Wakati ilifika, hakuweza kupata candidate na chama yake ya DCP. Lakini alikambwa hapo kwa kijinji kama mwezi mzima. Anaingia kwa mamboma akiwa amepepa ile thermos na chai yake, anasema ati anakunywa chai. Akajaribu kuomba kura, akajaribu kutukana rais, akajaribu kutukana naibu wa rais, akajaribu kunitukana, akajaribu kutukana gavana wa pande hiyo. Lakini watu ya mlima wakaamua mchana, asubuhi mapema akwende nyumbani. Kwa hivyo jamani, watu ya mlima hawataki watu ya chuki, watu ya fitina, watu ya roho chafu.
watu ya kiherehere, mtu ambaye alishindwa na kufanya kazi. Alikuwa anang'ang'ana huko akisema ati one term. Watu ya mlima, watu ya Mbeere North wakamwambia hapa ni 2 term. Ati nini? Wakamwambia ni 2 term. Na tukapiga kura. Mbunge anaitwa Muthende akachukua nafasi ya kuwa mbunge na chama cha UDA. Kwa hivyo msinge mkandanganywa na mtu yoyote ati kuna mtu ambaye katika kona ya mlima ameweka kura kwa mfuko yake. Mnanielewa jameni? Hatutaki chuki, hatutaki vitina. Watu ya Kenya wanataka maendeleo, wanataka umoja, wanataka kudhibiti uchumi ya taifa, na hiyo ndiyo Mheshimiwa Rais wa Jamhuri amefanya. Kwa hivyo kwa ile kona ya mlima jameni, huko sio maneno mengine kwa sasa inaendelea. Huko ni 2 term. Na hapa mnasema namna gani? Hapa mnasema namna gani? Mbweze. Arenayo mwanchumo rigeria hakara tuko rigeria na boyo komurikira yabwatikane no murubirio bwo kwenda na chibesa gukia saba sayo umurubirio umanyekene buna nyota magiga yomurai bwense kora umurubirio yo asichinsemo avuna county ya Kakamega asibacha kerete korwa bwo county ya Uasin Gishu county ya Nakuru ase ensemo ya Samburu na boigo ase county ya Nyeri na boigo ase Ikeria murai bwense agakorera umurubirio ya county ya Machakos nigo bono murai bwense Dr. William Samuel Ruto airanirire na indo murobirio yo ase ikieyega ekerukeria seri tukoria rero nigo murai bwense aikiranira ase getige chigosori gya Kasarani erikora okwana na gwechibese icho guchiase abasae be county ya Nairobi abu asekero musae akonyora chibese kerengo kya ekirishire shilingi chilfu emerongo ebere bunagenderete mambia ya bono na kirebya ya mase ya mongo tambiki wika asense muyende eritorigereria na lyaya agenderete kurwa sigiti gechigosori gya Kasarani asomurubiri oyoiga ogenderete emambya ya bono can benefit from this project. Ya pili akaamua kila ward kule mashinani, bottom up approach, kila ward itoe vijana 70 kule katika ward. Tuna ward 1450 katika hapa Kenya. So kila ward Kenya mzima imetoa hii project. Akasema ile ya thamani ilikuwa shilingi 40 kila kijana. Akaongeza akasema hii project iwe 50,000 kila kijana. Makofi kwa rais. Na nikisema hivyo, hii ndio ukweli wa mambo. Mheshimiwa Rais, nikisema hivi, figures don't lie. 70 is what is happening per ward. 40 you increase from 40 to 50. Wanasema mimi sasa ni umbwa yako. Na mimi nasema mambo ya ukweli. Kwa sababu figures don't lie. Na nyinyi vijana mna bahati mumeingia hii program. Wale ambao walileta maombi kwa hii project walikuwa karibu milioni 2. Na nyinyi karibu 110 hapa, karibu 12,000 ambao mko hapa, mumepata nafasi ya kuwa kwa hii program. You don't waste this chance. This is your lifetime chance which can change your life. Please, plan well, do business. This is an opportunity for you. Mheshimiwa Rais, thank you for being a visionary leader and also minding the welfare of youth in this country. Kwa hivyo, nataka sasa nichukue nafasi hii nimkaribishe the Deputy President. Naye aongee machache, alafu atamkaribisha Mheshimiwa Rais. Asante waziri. Kiambu na Nairobi na Kajiado, hoe!
Nyota ni fire si fire. Nyota ni fire si fire. Wacha nione mkono wa nyota wa nyota wa nyota wa nyota wa nyota wa nyota wa nyota. Leo ni leo, msema kesho. Leo ni leo, msema kesho. Kajiado hoye. Wacha nione mikono ya wana Kajiado, vijana wa Kajiado, vijana wa Kajiado, vijana wa Kajiado. Kanairo hoye. Kanairo fire. Kanairo ni fire si fire. Wacha nione mikono ya Kanairo, 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 Kanairo. Kiambu hoye. Kiambu hoye. Wacha nione mikono ya wana Kiambu, jameni, 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 jameni. Mheshimiwa Rais, mimi niko tuna mambo mawili kwa sababu mambo yako ni mambo matatu. Ya kwanza, Mheshimiwa Rais, ni kukushukuru kwa sababu ya huu mradi wa Nyota. Mradi wa Nyota unaangazia vijana wetu ambao kwa sasa labda hawana training, labda hawana stakabadhi za masomo ya hali ya juu, lakini Mungu amewapatia maarifa ya kufanya biashara na kutengeneza utajiri kupitia hiyo talent Mungu amewapatia nayo ya biashara. Lakini kwa muda mrefu program za serikali zilikuwa zinaangazia watu wenye masomo, watu ambao wako na ujuzi, na hii Nyota program inaleta inclusivity katika mambo ya kusaidia vijana wetu wa taifa letu la Kenya. Jambo la pili ambalo ni muhimu kwa hii program ya Nyota ni kwamba hii program ya Nyota ya kupatia vijana 70 kwa kila wodi msaada wa shilingi 50,000 ili kufanya biashara. Huu mradi uko katika kila ward ya taifa la Kenya. It is an inclusive program that is taking 70 young business people from across our country, 70 per ward. Every ward in Kenya is taken care of. And today, young people, 70 of them, from all the wards in Nairobi, in Kajiado, and Kiambu counties will live here with half of their money, 25,000, 3,000 going to their savings, and 22,000 going directly to support them to start their businesses. Rais Ruto ni fire si fire. Nyota ni fire si fire. Lastly, Your Excellency the President, this is not the only youth empowerment program that we are having under your leadership. This administration is also empowering young people, creating jobs and income opportunities through the affordable housing program, through digital jobs, through Kazi Maju, and through a number of initiatives put together. We are impacting on millions of young people. And this is the administration that has come up with a comprehensive, integrated, well thought out income and employment creation strategy for the young people of Kenya. We support you and we will help you to deliver on a vision of a more empowered and more inclusive Kenya, which puts young people at the front line of our nation building. Rais Ruto aendelee na hii mradi. Hii mradi ya Nyota iendelee isiendelee? Mradi ya Nyota iendelee isiendelee? Na mimi nikiwaangalia, mimi naona vile rais amefanya hii mambo ambayo tunafanya leo hapa na kuendelea mbele. Mimi naona kama nyinyi mnasema ni mbwekse. Ni mbwekse si mbwekse. Ni mbwekse si mbwekse. Wacha nione mbwekse ya Rais William Ruto, mbwekse, 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 mbwekse. Kwa hayo mengi tusimame tualike Rais wa Jamhuri ya Kenya. Rais Ruto ni fire si fire. Rais Ruto ni noma si noma.
Wacha nione salamu ya Rais William Ruto. Wacha nione mbwekse 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 mbwekse. Mbwekse 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 mbwekse. Asante sana. Vijana hoye! Mnaweza keti chini. Tafadhali tuketi. Waswahili wanasema hayawi. Ni leo si leo. Ni leo si leo. Kiambu hoye! Kanairo hoye! Kajiado hoye! Ebu mnisalimie hewani jameni, nione watu wa Kiambu, Nairobi pamoja na Kajiado. Sasa mimi kwanza nataka niseme asanteni sana, leo tumefika hapa. Na mimi nataka niwaeleze young people, program hii tulidesign na tulisema ya kwamba hii ni program ya vijana kati ya umri ya miaka 29 na kukuja chini mpaka 19 years. Nyinyi mnanielewa? So this is a program designed for the young people of Kenya. Jambo la pili nilisema ni kwamba hii program iwe ni program ya mtu kujituma. Sio lazima umjue mbunge ama governor ama chief ama mtu yeyote. Hii program ikuwe transparent, hii program ikuwe accountable, tuachane na brokers, tuachane na watu wa hapo katikati. We said this program must be transparent. This program must not be subject to patronage. Sio lazima ujulikane. Na mimi nataka niulize wangwana wa Kiambu na wale wa Nairobi na wale wa Kajiado. Mimi nataka niwaulize, wewe kama kuna mtu hapa aliulizwa pesa ahongane ndio awe kwa hii program, tafadhali unijulishe, kwa sababu tulisema hatutaki ufisadi na hatutaki kujuana. Sio lazima umjue chief ama MCA ama mbunge ndio uwe kwa hii program. Mimi nataka nimuulize, kuna mtu hapa amelipa pesa ndio akue kwa hii program? Kuna mtu amelipa ndio akue kwa hii program? Tulisema jambo la pili, hii program si program ya siasa. Hii program ni ya biashara. Ni mnanielewa? Kuna mtu hapa ameulizwa wewe ni wa chama gani ndio ingie kwa hii program? Kwa ile maswali ilikuweko hapo, muliambiwa what is your political party? Muliambiwa kama wewe ni wa no term? Muliulizwa kama wewe ni wa one term? Uliulizwa kama wewe ni wa two term? Uliulizwa kama wewe ni wa long term? Tunaelewana? Mimi nimesema hivi, kuna siku tutapangana mambo ya siasa, na hiyo iko na siku yake, itatangazwa na IEBC. Kwa sasa tuko na kazi ya kufanya. Kwa sasa tunataka tupangane na mambo ya maendeleo, na mambo ya kupangana na biashara, na mambo ya kupangana na ajira. Vijana hoye! Munanielewa? Na nasema hivyo ndio mtu asiwachanganye. Mtu asiwachanganye na maneno madogo madogo. Pesa ambayo tumeweka katika hii program ni shilingi bilioni 5.5. We are going to give 5.5 billion to 110,000 young people in this program
from the age of 29 years and below. Na tunasema hivyo. Why are we saying that? Pia nilisema katika hii program pia usiulizwe kama uko na certificate ama huna certificate. Usiulizwe kama uko na degree ama huna degree ama diploma. Tulisema kila kijana, hata yule alimaliza standard 8 hakupata nafasi ya kusonga mbele, anajumuishwa kwa hii program. Hata yule bahati mbaya aliwachia shule form 1 ama form 2 ama form 3 ama alienda form 4 hakupita vizuri ama alipita vizuri hakupata nafasi ya kusonga mbele, pia na wao tunawataka kwa hii program. Nyinyi mnanielewa my friends? Because wakati tulisema mpango ni bottom up, we were serious. It was not a slogan, it was a plan. Kwa sababu tulisema pale chini kuna watu hawajasoma vizuri. Pale chini kuna watu wamemaliza standard 8 hawajasonga mbele. Pale chini kuna watu waliwacha form 4 sio kwa bahati yao, sio kwa makosa yao. Kuna mwingine hakupita form 2 sio kwa makosa yake. Pia wao ni wa Kenya na ni lazima serikali yetu ya Kenya iwashughulikie. Ndio sababu tumeweka hii program deliberately, intentionally, so that we can reach young people who are disadvantaged, young people who may not have gotten another opportunity, young people who may not have any skill, young people who may not have as much education as they may have wanted. Nyinyi mnanielewa jameni? And that is the purpose of this plan. Jambo la pili, hii mpango hii itafikia vijana 820,000. This Nyota program is a program that will reach 820,000 young people in Kenya. Unajua mara nyingi, mimi nataka niwaeleze, unajua mara nyingi nimesema, na mimi nitauliza mawaziri hapa. Tumesema ya kwamba tumeweka mpango kamili. Vijana wanafanya kazi katika ile program yetu ya affordable housing na markets na hostels. Watu wengi wananiuliza hawa vijana 500,000 wako wapi? Wengine tumewaambia ya kwamba Kenya hii in the last 3 years tumetuma vijana nje ya Kenya kupitia kwa mpango yetu ya export of labor. National Employment Authority wameprocess vijana 530,000 wameenda nje ya Kenya kufanya kazi. Wananiuliza wako wapi? Na hii ya Nyota, kwa sababu tungetumana hii pesa bila ya kuwaita hapa, lakini nimewaita hapa makusudi. Ndio wale wananiulizanga maswali, hawa vijana unasema umewapatia pesa wako wapi? Sasa mimi nataka niwaambie ndio hawa wako hapa, na kila mtu hapa atatoka na pesa yake. Vijana hoye! Vijana hoye! Na ndio mimi nataka niwaeleze vijana, this is your moment, this is your chance, this is your opportunity to move forward, to make the step for us to change Kenya. Kenya hii, we are going to change it one step at a time, one program at a time, one cohort at a time, and I am confident that we are going to change Kenya in our lifetime. Mimi nawaeleza vijana. Leo hapa tumewaita vijana 14,000 kutoka kaunti ya Kajiado, kaunti ya Kiambu na kaunti ya Nairobi. Na kila mmoja wenu hapa leo, wewe weka kwa bajeti yako, sisi tuko na wewe, na we are not just giving you money. We are also going to train you. We are also going to mentor you. We are going to walk with you. Unajua
it is not enough for us to give you money. Kila mmoja wenu nyinyi mnamjua. Ulipata pale kwa mtandao ukaambiwa kuna program ya Nyota. Wewe mwenyewe kwa simu yako ukajituma, ukatuma message. Ukafuata maagizo, ukafuata taratibu, ukaitwa ukaenda kwa verification. Ukatoka hapo ukaenda kwa training. Ukatoka hapo umekuja hapa kuchukua pesa yako. Ukitoka hapa leo tutafuatana na wewe. Tutakufuata tujue hiyo biashara umeenda kufanya inafanya vipi. Tutafuatana na wewe tujue ya kwamba vijana hoye. Yes. Allah, kwani mnafikiri hadi tunawachana leo? Mambo bado. Nyinyi mnanielewa? Tutaambatana na wewe tujue hiyo biashara yako inaendelea namna gani. Tutakusaidia namna gani. Kama iko na matatizo, tutakusaidia kurekebisha namna gani. Mpaka biashara yako ifaulu, ndio tuwachane na wewe. Vijana hoye. Tunaelewana? So this is not just about money. This is about young people and their future. We are going to train you. You have already undergone business training for 4 days. We are going to follow you up with more training. We are going to follow you up with more mentorship. And we are going to stand by you, walk by you until you succeed. Na vile vile mimi nataka mjue, hiyo 50,000 bado itahitajika pesa zingine. Tutakueleza mahali utaenda kutafuta pesa ya kuongezea. Ndio ukisonga mbele, unasonga na sisi. Vijana hoye. Vijana tunaelewana? Na mimi nasema hivi. Nasema hapa nikiwa mbele yenu. This is not about politics. Kwa sababu mimi naona watu wengi wanaongea mambo ya bure ya siasa. This is not about political parties. This is not about politics. This is not about the next election. This is about this generation and the next generation and the future of our country. For a very long time, everything we do is about politics and about the next election. And that is why we never succeed. This time round, we are running programs that are not about politics, that are not about the next election. We want to focus on how to move Kenya to the next level. And I am confident that we are going to move this country to the next level. As we do this, tunajua ya kwamba we are focusing on the people of Kenya, because the people of Kenya is the biggest asset, is the biggest resource that we have. Ile rasilimali kubwa tuko nayo ni watu wa taifa letu la Kenya. It is more than gold, it is more than silver, it is more than oil, it is more than everything, the people of Kenya. Na ndio sababu hiyo, mimi nataka niwaeleze vijana. We are spending more money in matters education. Na tunasomesha wananchi wa taifa letu la Kenya kwa sababu that is how we sharpen our human capital. That is how we empower our communities and our society and our nation. Nikiongea na nyinyi leo hapa, 30% ya pesa zote za Kenya zinaenda kwa elimu, kusomesha watoto wetu, kufanya training, kufanya skilling na kuhakikisha kwamba tunasonga mbele. And I want to assure you that we are going to make sure that no Kenyan, no young person, no child in Kenya is left behind as we train, as we teach all our children. It is the reason why in the last 3 years we have built 23,000 new classrooms. In the last 3 years we have hired 100,000 teachers. In the last 3 years we have rolled out a new student-centered model that makes sure that bursaries, that scholarships are distributed on merit, making sure that no child in Kenya is left behind. And that is why we need to move together. Na sababu tunatumia pesa nyingi kusomesha wa Kenya,
pia we must think and we must plan on what happens wakitoka shule, what happens wakitoka university, what happens wakitoka college. And that is why in this administration we have a deliberate, intentional plan on how to engage young people when they get out of college, when they get out of school, when they get out of university. And that is why we have designed 4 programs ya kuhakikisha kwamba vijana wetu wanapata ajira. Shida kubwa ya Kenya mahali pote ni vijana hawana kazi. Ni kweli ama si kweli? Vijana wengi hawana kazi. Ni kweli ama si kweli? Na kazi haiwezi kupatikana. Kazi inapangwa ndio ipatikane. It is the reason why we rolled out housing. Watu wengi walikuwa wananiuliza, wewe nani alikuuliza mambo ya nyumba? Kila mtu anaweza kujenga kwake. Oh, tuko na manyumba kwetu. Sijui nini, sijui nini. Mimi nataka niwaeleze. The reason why we engage in housing is because any developed country that understands how to create jobs is that you invest in public infrastructure. One of them is housing, which creates many jobs. Na ndio sababu hiyo leo nikisimama hapa, tuko na vijana nusu milioni, and by the end of this year we will be having 1 million young people working in our housing program, in our markets program, and in our hostel program. Wewe ukitoka hapa uende hapa Jogoo Road, utakuta vijana maelfu wako katika program yetu ya housing. Ukitoka hapa uende Kiambu, tuko na manyumba tunajenga Kiambu 20,000. Vijana wanafanya kazi kwa program ya housing, tunajenga masoko hapo, tunajenga hostels hapo. Ukienda Kajiado, uende Ngong hapa, tunajenga nyumba 5,000 hapo Ngong. Vijana wanafanya kazi, wako kazini. 500,000 young people in Kenya are working. Wale ambao hawakukuwa wanafanya kazi. Wakati nilisema ya kwamba tunafanya housing, watu wakasema huyu mtu, oh sijui Sakayo, oh sijui nini, oh sijui nini. Lakini leo vijana nusu milioni wanafanya kazi. Plumbers, carpenters, electricians, engineers, architects, masons wanafanya kazi leo. Nyinyi mnaelewa ama nielewe bwana? Waswahili wakasema ukiona vyaelea kazi haipatikani, inapangwa ndio ipatikane. Nyinyi mnanielewa? Vijana mnanielewa? It is also the reason why as I stand here today, nikisimama leo, vijana 530,000 kwa sababu niliwaeleza we are going to roll out fiber optic in Kenya. We have already rolled out 30,000 kilometers of fiber optic. Tutaweka environment. Tumeondoa mambo na kupanga vizuri mambo ya digital jobs. The largest business process outsourcing company in the world, inaitwa Teleperformance, has set up office in Kenya. Today, our ICT hubs are creating jobs. Our Jitume labs are creating jobs. Our ICT hubs and Jitume centers are creating jobs. Our business process outsourcing companies, kama ni CCI hapa Thika, are creating jobs. Kama ni hiyo ingine inafanya kazi hapa industrial area, inaitwa Samasos hapa, creating jobs. Mimi nataka niwaulize vijana, mbali na program ya Nyota, you can also access employment in different facets. Mutua yuko hapa. Let me ask my minister Mutua akuja asimame hapa. Huyu mungwana anaitwa Alfred Mutua. Yeye ndio waziri wangu, anapanga mambo ya export of labor. Anapanga vile vijana wataenda kufanya kazi Marekani, watafanya kazi Ujerumani, watafanya kazi Ufaransa, watafanya kazi UAE,
watafanya kazi Qatar. Mimi nilikuwa Qatar in December. In the last 2 years, 15,000 young people from this country have gone to Qatar alone. Wanafanya kazi pale, wanatuma dollars na kuja nyumbani Kenya. Mheshimiwa Mutua, patia huyu mtu microphone. Mimi nataka uambie hawa vijana na wale wengine ambao hawako hapa, mpango ya export of labor. Wewe, mpango ya export of labor. Wale vijana ambao hawako hapa leo waelewe, so that they know that apart from these young people who are here, apart from these 14,000 who are sitting here, there are another 530,000 outside Kenya who are working the same way these ones are working. Thank you, Excellency. Unajua kuna nchi ambazo wana kazi na hawana watu wa kufanya kazi. Na hapa nyumbani hatuna kazi za kutosha na tuna watu wengi. Kwa hivyo these countries need Kenyan labor. Na hivi sasa kuanzia kufikia leo asubuhi tulikuwa na watu 538,000 people have traveled. Na kila siku Mheshimiwa Rais 450 to 500 people are traveling through our airports and we are monitoring for work overseas. Kwa hivyo ni mpango ambao nawaambia kwamba tumelainisha mpango. Sasa the National Employment Agency is ensuring that only registered companies are taking you overseas. Nataka kuambia, ikiwa mtu atakwambia anakupatia kazi ya kwenda ng'ambo na anakuambia unaenda na visitors visa, huyo ni mkora. Unapaswa kwenda na an employment visa. Usikubali kwenda atunaenda na tourist visa, atunaenda kupewa kazi. You'll end up in slave labor in a different country. Kwa hivyo usiende utulili kule, do your due diligence. Kama kampuni haiko kwa mtandao ya National Employment Agency ama kwa ofisi ya labor, wachana nayo, usiwapatie pesa, ujipange. Thank you, Excellency. Mimi nataka wale ambao wanatusikiza na hawa wapeleke ujumbe kwa wale wako nyumbani. Hao unapaswa kujua nani ndio upate hiyo nafasi ya kwenda kufanya kazi nje ya Kenya. Unapaswa kujua nani. Ama hizo nafasi iko kwa mtandao, kama ile nafasi ya hawa kufika hapa ilikuwa katika mtandao. Na ni mtandao gani? Unajua, ukiangalia katika hali yetu ya serikali, National Employment Agency, ukienda pale Google tu National Employment Agency NEA, NEA.go.ke, utapata kampuni zote ambazo ziko na kazi lazima zijiandikishe hiyo kazi. Na utaweza kuangalia hii kampuni ina kazi ya utafiti, ina kazi ya uendeshaji magari, una kazi ya kupika, una kazi ya kuosha, and you look at the details of that company and you call that company and watakusikiza. Isitoshe basi, ofisi yangu pia ina mpango wa kuzunguka katika nchi yetu ya Kenya kupeleka hizi kazi na hao agents karibu na watu wananchi tofauti, vijana tofauti katika nchi yetu ya Kenya, uweze kujiandikisha ukiwa karibu. Kwa hivyo wewe subiri, tunakuja. Asante. So let me tell you, the same way wewe si ulituma 254 *254 hash, si ndio? Pia you can do the same. Sio lazima ujue Mutua, sio lazima ujue MCA ndio upate nafasi ya kwenda kufanya kazi nje ya Kenya. Mnanisikia? You can go to the website of National Employment Authority, which is a government website, and we have told any company that wants to hire people from Kenya, they must put their opportunities on the government portal. Na ni kwa sababu tunataka wale wote ambao wataenda ng'ambo, sisi kama serikali tuwajue, kwa sababu watapitia kwa program yetu ya National Employment Authority kupitia website ya serikali. Nyinyi mnanielewa? That is how to apply. You don't have to know an MCA, you don't have to know the chief, you don't have to know Mutua, you don't have to know the people working at NEA, you just need to Google yourself na utafute hiyo ajira na ufuate taratibu.
Vile ulifuata taratibu ukafika hapa, ukifuata taratibu utajikuta unafanya kazi ng'ambo. Nyinyi mnanielewa? Vijana hoye. And as I talk to you, we have 538,000 as of this morning Kenyans working abroad. And it is a deliberate. Unajua hapo nyuma kulikuwa na wakora wengi walikuwa wanaendesha hii biashara. Wanaibia watu pesa, wananyang'anya watu pesa kuja, lipa 1,100, lipa 200,000 nitakupangia kazi, unakuta huko umepelekwa, wewe umekuwa slave. Lakini kuna nafasi za kweli, and that is why tumeweka hizo nafasi zote katika website ya serikali ya National Employment Authority. And I wish we had Edith, the CEO, atakuja awaeleze so that vijana wa Kenya wajue ya kwamba serikali ya Kenya inawapangia nafasi ya ajira. It is deliberate, it is intentional. Tafadhali unaziketi chini bwana Mutua. Umesikia huyu mungwana vile amesema? Jambo la tatu, pia tumesema vijana wapate kazi pale kwa mambo ya mitandao. Mimi nataka niulize Waziri Kabogo akuja hapa. Yeye ndiye anapanga kazi kule kwa website, kwa mitandao. Pale kwa mitandao tuko na vijana, as we talk to you, tuko na vijana 300,000 that are working on the digital platform. Mimi nilikuwa hapa Ruiru na ule mbunge King'ara. King'ara ako wapi mbunge wa Ruiru? Huyo kijana huyo Simon King'ara. Nilikuwa na yeye pale Tatu City. Nikienda kufungua kampuni ya CCI. Inaajiri watu ngapi hiyo kampuni ya CCI mheshimiwa? 6,000 Mheshimiwa Rais. 6,000 in one building. Na wanafanya kazi, kampuni ziko Marekani, lakini wanafanya hiyo kazi wakiwa hapa Ruiru, wanalipwa pesa. Kampuni ya Teleperformance has opened office here. Young people in Kenya, you have an opportunity to work on our digital work ecosystem without having to know anybody. You can assign yourself, you can work through the internet. Waziri, hawa vijana wata-apply kwa hizo nafasi kwa njia gani? Mheshimiwa Rais, asante. Ku-apply kazi katika digital programs ni rahisi. Kuna ICT Authority, ingia kwa website yao, utajiajiri pale, utaanza kazi mtandaoni. And what spaces are available? How far are we on the establishment of digital hubs and that kind of thing? Mheshimiwa Rais, zile ambazo zinaendelea saa hii ambazo zinafanya kazi ni 350 katika TVETs na community. Pia zile tunajenga na wabunge ni 400 ambayo inaendelea sasa, 70% complete, na tunahakisia ikifika mwisho wa mwaka 1,450 moja katika kila ward ya Kenya itakuwa na digital hub. What is your target? We now have 300,000 young people working on that space, either in the Jitume labs or in ICT hubs or in business processing, process outsourcing companies. What is the target? Mheshimiwa Rais, umesema vizuri, hapa ni 300,000 sahihi, 300,000. Na hao ni wale wanaajiriwa katika BPOs za wale wamekuja. Tunatarajia Mheshimiwa Rais, tunaweza fikisha 1,000,000 in another 14 months. Kwa sababu umesema tusingoje wale wageni waje waanze. Hata hawa vijana akiwa Meru wanaweza chukua floor moja ya nyumba, tuwasaidia kukodisha ili tuwasaidie na kompyuta waweze kufanya hiyo kazi mashinani. Asante sana Waziri. Now, that is the space we are creating. So, it is not just this space that we are creating with Nyota. On the platform ya Mutua, ya export of labor, we have opportunity. On the space ya our housing, markets, hostels, construction, we have opportunities. On the space established by Kabogo and his team, we are spreading the fiber optics so that we can hire more young people, so that we can bring them onto the digital jobs ecosystem. And we are refining the law so that it becomes much more easy for companies to set up in Kenya and hire more young people from Kenya to work globally, because we have the best human capital.
ukienda kampuni yoyote uulize kati ya Mwafrika mwingine na Mkenya, Mkenya anakuwa nambari moja kwa sababu Kiingereza yetu ni mzuri, hatuhitaji supervision. Mheshimiwa, pia kuna muhimu kuambia Wakenya hawa kuwa simu smartphones za hizi zinaundwa hapa Kenya. Milioni 5 so far imeundwa hapa Kenya na bei ni kuanzia 6,000 mpaka 8,000. Kwa hivyo tunasonga vizuri. Mimi pia ukiniruhusu Mheshimiwa Rais, mimi nikiwa kijana pale Mombasa nikitafuta ajira, nilisikia watu wanalalamika kuwa simu za siku hizi zile za kubofya hazifungiki. Ile ilikuwa ya kudial, ulikuwa unaweka kifuli pale. Nikaona nafasi ya kuweza kuunda maboksi ya kufunga simu. Nikatafuta 15,000, usiniulize vipi. Nilipata tu namna hiyo. Nikaingia mahali jua kali Mombasa. Nikaanza kuunda zile maboksi. From 15,000, I swear to God, I made 350,000 in 2 months. Kwa hivyo inawezekana. Asante sana. Thank you very much. Nafikiri Kabogo amesikia ati kuna majamaa wanasema ati 20,000 ni pesa kidogo. Ati kuna majamaa wanasema ati 50,000 ni pesa kidogo. Mimi nataka niwaeleze wale majamaa, poleni, hamuelewi. Kwa sababu pengine nyinyi hamjakaa mahali hawa watu wamekaa. Kuna watu wakipata 20,000 watabadilisha hii dunia. Kuna watu hapa wakipata 50,000 dunia yao inabadilika. Wewe ambaye uko na milioni, please usituonyeshe madharau. Wewe relax na milioni yako. Wacha mimi nipambane na hawa jamaa wapate 20,000, wapate 50,000, wabadilishe maisha yao, Kenya iweze kusonga mbele. Tunaelewana jameni? Na sio makosa yao. Unajua kuna watu hawajalala njaa siku moja. There are people who have never slept hungry, so they don't know what sleeping hungry means. There are people who have never lacked 500 shillings or 1,000 shillings. They don't know the value of 500 or 1,000. That is why they want to insult us on 20,000 or 50,000. We want to tell them, please, give us a break. You know, there are people who value 50,000. These young people have not come here kwa mzaha. Kwani kuna mtu hapa amekuja kutembea tu hivi hivi? Si mimi ni watu wa kujituma. And you know, mmekuja hapa mkijua mahali mnaenda? Ama mlipotea njia nyinyi? Mlipotea njia ama mmekuja hapa mkijua mnaenda wapi? Si ndio? So we want to tell them, please, na hiyo siasa pelekeni mbali. Sisi tuko hapa kufanya biashara. Tutaongea mambo ya siasa baadaye. Mwisho, mimi nataka niwaulize my friends, watu wa Kiambu, Nairobi na Kajiado. Leo hapa tumekuja kufanya we have 820,000 young people tutawashughulikia. 110,000 ni kama nyinyi. Another 90,000 tunataka kutafuta vijana ambao hawana kosi yoyote. Tuko na vijana walimaliza shule, tuko na vijana hawakumaliza shule lakini hawana skill, hawana course, hawana ujuzi yoyote. Hawa vijana 90,000 tunataka tuwatafute, tumewaambia wajiandikishe kwa mtandao. Hawa vijana tutawachukua, tutawalipia pesa ya kufanya mtihani, tutawalipia pesa ya kufanya course, na tutawapatia pesa kila mwezi shilingi 6,000 waweze kwenda shuleni na kurudi nyumbani mpaka wapate ujuzi in 6 months. Nyinyi mnanielewa? So wale ambao hawajakuja hapa, mimi nawaambia we are looking for you. Kama wewe unajua kijana uko nyumbani ambaye hakuna kosa konaye, pengine alimaliza standard 8
pengine alifika form 2, form 3, form 4, lakini hana course yeyote. Sisi tunawatafuta, we want to train them, ndio hata na wao pia wapate nafasi ya kuchangia katika kupeleka taifa letu la Kenya mbele. Vile vile tuko na kategori ingine ya 3. Hiyo kategori ni vijana ambao wanafanya kazi mechanics, masons, carpenters, painters, tailoring. Kuna mrembo pale anafanya kazi kwa saloon, lakini hana course, hajafanya course lakini anajua kusuka nyele. Hajafanya course yeyote lakini anajua kutengeneza makeup. Hajafanya course yeyote lakini anajua kutengeneza gari. Hajafanya course yeyote lakini anajua kuunganisha stima. Mimi natafuta hawa vijana kwa sababu mimi nataka niwapatie certificate. Serikali ya Kenya itakulipia mtihani, serikali ya Kenya itakulipia course, itakulipia mtihani kwa sababu we are saying this, we are calling it recognition of prior learning. Huyu ni mtu tayari ni electrician, lakini hakuenda shule. Alienda tu hapo kwa mjengo, akahangaika hapo mpaka akajua electrician. Sasa tunataka hata yeye akuwe na certificate. Ndio akienda kwa mjengo ingine asiulizwe maswali, anapatiana certificate, anaingia kazi, affordable housing, anasonga mbele. Mtanisaidia kutafuta hawa vijana jameni? Mtawaambia wajiandikishe kwa *254# pale kwa nyota. Mtawaeleza wale hawana certificate wajipange hapo, mimi nitawalipia, serikali ya Kenya itawapanga. Tumekubaliana? Alafu ya mwisho tunatafuta vijana, kina mama, single mothers, nani wote. Tunatafuta 1,600. We are looking for 600,000. Mnanisikia? 600,000 kwa sababu tunataka hawa pia tuwafanyie training, pia tuwafanyie capacity building, kwa sababu tunataka wafanye biashara na serikali. Tuko na biashara kubwa unaweza kufanya na serikali, serikali ya kitaifa na serikali ya county. Lakini kuna watu wengi wanajaribu kufanya hiyo biashara wanashindwa. Ni kweli ama si kweli? So we want to train them, we want to empower them so that they can do business with government. Tuko na biashara ya karibu shilingi bilioni 220 na serikali, and we want to get young people, we want to get single mothers, we want to get women, we want to get people living with disability so that we can build their capacity, we can train them, and we can access them to government procurement opportunities so that they can too contribute to the business environment in the Republic of Kenya. Tutasaidiana hivyo jameni? Tutasaidiana hivyo? Mnasema tuendelee ama tuendelee? Mnasema tuendelee ama tuendelee? Vijana hoye! Vijana hoye! Si tulisema leo ni leo. Na mambo karibu inakaribia. Mambo karibu inakaribia. Si ndio? Si hii ni ile siku. Na masaa ndio haya. Ni sasa ama sio sasa? Ni sasa sio sasa? Ni leo si leo? Na kama sio sasa? Ati kama sio sasa? Ni sasa hivi? Muko tayari? Muko tayari? Naona mko chonjo sana. Ngojeni. Sawa sawa. Ngojeni kidogo, ngojeni kidogo. Kila mtu amebeba simu yake. Kila mtu amebeba simu yake. Sikizeni. Hii pesa tunawapatia leo pale kwa pochi la biashara, si ndio? Mimi najua wengi wenu muko na Fuliza, si ndio? Wengine hapa muko na Hustler Fund. Lakini hii pesa
si ya kulipa Fuliza na si ya kulipa Hustler Fund. Hii ni pesa ya biashara. Ndio? Tuko pamoja? Tafadhali, 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 tuketi boss. Keti. Sawa sawa. Sikizeni my friends. Hapa sasa, si mtaenda kufanya biashara? Kila mmoja wenu. Kama unataka sasa kuongeza biashara, sawa sawa, pia tumekuwekea pesa pale kwa Hustler Fund inaitwa Bridge. Wewe unaweza kwenda pale, unaweza kukopa 50,000, 100,000, 150. Hii pesa, nataka mnisikize vizuri. Sawa sawa? Sitaki mchanganye mambo. Sio? Hii pesa tunakupatia leo. Sio mkopo. Hii ni pesa ambayo tunakupatia, sio ya kulipa. This is not. Hii ni pesa inaitwa grant from the people and the government of Kenya. Sawa sawa? Na mimi nataka niwaeleze, hii pesa serikali ya Kenya italipa World Bank. Lakini hii pesa serikali ya Kenya tunawapatia for free. Wewe utaenda kuanzisha biashara yako. Lakini uko na nafasi sasa. Ukishapata hii pesa 50,000. Hapo mbele sasa unaweza Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi amarire nigagendrete gutose mwana boire bukia tali Yesu sera ekegonko esukari lisabeso okurasa kwa manyinga yani blood pressure ninki turakore wetanga kuri wasare nyorali chibu asomurobiryo bubugima nobo cheno asora bigo kumani wanabanyagitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo chenu kumurikira marwire nobo wenia nyoro murobiryo bubugima nobo chenu na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa ibiri chabutuko ime y'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Mwancho muriria ya Ensoko TV karibu na ine magiga yokogenda kuriria lyagendrete kurwase county ya Nairobi na monokurase egetige chikesori gya Kasarani asumuruberio ogendrete gukora na chibesa guchya sabasaye muruberio onyota niko bona tukwiranira sense moyende yechisemi emambya ya bono abwase bono abatenereri gusaba principal wechi school kurwase orgongo rwagusi niko baruro kuboria guchye ase aboibori gochaka gwakana chibesa cyo kimanyekerwe na school fees guchya yaborokiwa babo na mono kurwase esukuru yabamura ya Nyamagwa Boys buno mwarimu monene uyu manyekane buna Wilfred Ombati agotumanye mambi yaboro abo igasense moyende omwarimu omonene gusomoro kyo monene bwesukuru yabaisike ya Nyamagwa umanyekene buna Melen Nyaberi na boigo Justus Muturi kurwase eskuru ya secondary ya Riambase buna bagotumanya emambya ya bono tiango turarigeri nararyaya bwati kurwase nsemo yabo na mono okubori kwabo buna aborokia abanene gucyase abayibore emambya ya bono. We were slotted in 500 slots for grade 10, and so far as of the fourth day today
we have had 177 reporting, while 272 are yet to report, and they still appear in the KEMIS platform. There are 4 who we have admitted but have not been approved. They have declined, maybe for unknown reasons. We'll follow up with the ministry and try to know the reason as to why. But the system for placement this year is smooth. We thank the ministry because it's flowing well. It's not giving us much hard time. The challenges are manageable. We have noted that parents are really struggling with the fees. Provisions like uniform, personal effects, and therefore probably that could be the reason why the 272 are yet to report. Of the 272 are yet to report, there are those ones who have requested that they may be allowed to report next week, even when it's beyond the deadline. We have seen cases, a few of them, where parents want to pay fees in kind. Some have even brought some sacks of maize, beans, even without being given an order. So you find with one motorbike carrying the learner and the parent, another motorbike carrying maize. So it gives us as administrators hard time to make decisions on fee payment. So sometimes we compromise rules and allow them pay in kind, because you can't let a parent go back with a learner even when the learner has merited to be here. So we would wish to urge stakeholders, any sponsors, well-wishers who may wish to help 1 or 2 needy cases to do so. Some of them are already reported, some are at home, that's why they have not reported. And it's a huge number which has not reported. Well, we have received around 300 students who have been received. Among the 300 students, around 250 have already reflected in our admissions. Others, their cases are pending. But the challenge we are experiencing in these grade 10 admissions, there are those students who are transferred and their cases are pending. So getting the password to admit them is becoming a challenge. And I'm requesting the government if they can hurry up on those particular cases which the students requested for the transfers. On the other side, we are experiencing students who are coming without fee, even the uniforms, and the major challenge is because the bonuses of Machani Chai and also the drought which they experience, the parents are having a challenge of school fees. And especially like yesterday, we received a student who had totally nothing, but she comes from a neighboring primary school. I understand her case. So personally, I and my teachers decided to help that particular girl to join grade 10. So she's in school. She's a girl who scored very highly. She had 61 points. Most of them were exceeding expectations. And she's right now in school. Another challenge which we are having is like infrastructure, because with CPC, the students have to be 40 maximum in the class. And we used to have students in the other classes where they could be up to 50. But right now, the CPC classes are less. But through the ministry money, which is on MIF, we are going to use that money to construct. In fact, we are on with construction of the classes. And I hope by next week, Friday, the classes will be ready for use. Lastly, when we are looking at these particular grade 10 students who are coming, we have these pathways which they are also selecting. Some, like when they were in primary, the junior secondary, they didn't understand what they were selecting. So many of them are coming in school and they are trying to change the pathways. And we have given them that allowance because the ministry said
they can change. They are now changing according to what they scored, and also by guidance from the teachers who are in careers. Challenge. I think many parents are not able to meet their obligations. They are sending many students to school, or they are coming on their own to school without either fees or other items like uniform. Some students have come and they are in civilian, they are not even in uniform. It's like maybe the economy is fighting hard, or people do not know what they are supposed to do. That's why many parents come and they are giving excuses. Even those ones whose sons and daughters have not reported to school, they have made calls to school and they wanted to inquire and maybe request that the learners be given some more time. But I think for me, we have been able to give them time. Many learners, many parents have called and they want to bring their sons and daughters to school on Monday, and we have given the permission. And so far, there is no parent who has come or student who has come to school and we have turned them away. We have not turned any parent away. We have admitted all the learners with or without the requirement. I think going forward, we'll be able to sort them out, courtesy of what the government did, that computation that has come early. Now we are able to organize ourselves so that as we move forward, we can now be able to wait for the parental obligation of the paying that fees. Today we have closer to 400. We anticipate to get the number that we were given, that is 551. Though that's the number that we expect. So still we are quite low from what was expected of us. But we believe that by Monday or before the close of next week, our learners in that class should be getting closer to 600. So far, so good. We have also not, we are yet to receive, in preparation, we are yet to receive another teaching material, learning teaching material. We received 2 sets of texts last week, and we were guided that we will be able to be getting other learning teaching material soon. We are yet to start teaching because we don't have the materials yet. I think then we are receiving learners who are now, many of them who are geared, who want to go more to STEM than to the arts and social science. The areas, the pathways that we were given. By the way, our school was given 2, and but in the registration we have seen many of them want to move to STEM. We do not have enough teachers for the STEM. Like in technical areas, we already have received students who are interested in like biomechanics, like in woodwork, like in the computer and agriculture, but we are yet to get teachers who can be able to handle those areas. Maybe after registration, then we can be able to source for the teachers who can be able to assist the learners in those given areas. We have started receiving grade 10 students since Monday. Although in a very low rate, we were allocated about 600 students, but up to now we have received 203 students. We hope these students who have been placed here will be coming, because when we read on the net, they are there, they are coming. Some parents are calling that they be given more time so that they organize themselves to bring the boys. We have cases where some boys have also been unable to meet our requirements, but we have given time that they come and report even as next week, because parents are requesting. We have even some
parents who have requested that they pay their school fees in kind, and we have allowed them. They have brought seeds of maize, seeds of beans, and even firewood. And some are even promising to be supplying us vegetables. So in this way, they will meet their payment of school fees. And because this money is used to buy them the items for lunch, we have accepted. We have some boys also who have been admitted here, but when we again click, we find that they are admitted elsewhere. We have reported this to the ministry. We hope they will be solving the cases, although we have kept the boys waiting to see or to get the report from the ministry. Kwamba wanafunzi wote wanarudi shule 100% transition, hasa wale walifanya mitihani vitengo mbalimbali. Na changamoto ambayo tunaona hapa hivi mtaani ni kwamba wanafunzi wengi wanataka kwenda shule, lakini unapata kuna shida ya school fees, na wazazi pia wana mambo mengine, wana vile wanajiweza. Kwa mfano unapata mzazi ana pesa lakini ana vifaa kama kuna vitu mbalimbali kama mahindi, kuni, vile vitu ambavyo vinaweza sukuma shule. Hizo pia ni pesa. Kwa sababu akiuza hizo kuni bado atapata pesa ende alipe, lakini shule pia kwa vile inataka mahindi, inataka maharagwe, inataka kuni, sisi tunapendekeza kwamba walimu wakuu wasikatae kuchukua hivi vitu kwa sababu pia ni pesa, hata wao watatumia pesa kununua. Mzazi akileta vitu kama hivyo wakubali kwa sababu ni kama tu pesa. Kwa sababu zinasaidia shule kupunguza gharama ya kununua. Kwa hivyo tungependa tushirikiane sana na walimu wakuu wa mashule, tukipeleka wanafunzi huko pia wakubali. Kuna wale wanafunzi ambao wajiwezi kabisa tugotigera bwase okumurikira kisemi emambia yabono mwanchumurire nigo tokwera gwika pakase county ya Mombasa ngakiyega obochori bogenderete gwikyumbe kyabarimu gya Kenya Union of Post Primary Education Teachers kupeta nigo bono abarimu kurwase gusaborokia kurwase county ya Mombasa nigo baruro kuboria gukia ase serikali ya korigereria nabo igo kwenekina munchiro lyango korekanare ase ensemo yabarimu na mona ensemo yemishahara guse engere yabo kurigererwa erio enyareke gokinigwa iguru yobumenyo bwabo nabo igasensemo yende ase baganirie amaunchiri gokorekana ase semu ya machiko akora obokoreri bwabo bunaborokia ase county eyega ya Mombasa eri kwenekiana na barabu kole nkonyora bali ose na barabu asensemo yabo gwekirani bali obokoreri obuya buna aborokia ya mase ya mwikase county ya Mombasa turarigereria ngona ekerero kiabono kugani kwabo nkorokioko emambi yabono. Langu ni Richard Saha, mwalimu mkuu wa Kajembe High School. Nimekuja kupiga kura za kupet. Exercise inaendelea vizuri, uko calm, na tunatarajia tupate viongozi bora. Masuala ni mengi sana, hasa ya salaries. Kuna rais alituahidi ya kwamba atafupisha ile awamu za mishahara. Tunatarajia hilo lishughulikiwe mara moja, kwa sababu walimu wanateseka, walipata nyongeza chache sana ya mshahara. Na tunataka yule kiongozi atachaguliwa aharakishe na hakikishe hilo jambo limefanyika kabla Julai. Kwa majina ni Mwanahamisi Omar, Chief Principal Mama Ngina Girls, na leo nimekuja kupiga kura hizi zetu za unions zetu za secondary schools KUPPET. Na mimi kama member wa KUPPET nimefurahia shughuli nzima ilivyotendeka. Sijapata any hiccup. Kila kitu kiko well organized, naona security iko top notch, na natarajia kwamba tutapata viongozi bora na wala sio bora viongozi, ili waweze kutupeleka to the next level. Tunawaomba viongozi ambao watachukua hatamu waangalie welfare za sisi kama walimu. Kuna lalama nyingi hasa upande wa insurance zile kina SHA na zile zingine ambazo zilikuweko nyuma, na mambo mengine mengi ambayo yanahusiana na sisi kama walimu. Kwa hivyo tunawaomba tu watakapochukua hatamu waangalie welfare za walimu wetu, kwa sababu walimu wamejitokeza kupiga kura wakitazamia kwamba watakaochukua hatamu wataangalia welfare zao. My name is Geoffrey Obonyo. Natoka shule ya Mujabu Junior School from Changamwe. The process has been seamless. Iko sawa kabisa.
and I hope the best candidate wins. At the end of the day, we need services for the teachers of Mombasa. So I could wish anybody out there coming to vote, whether you voted or you have not, maintain peace. Ukisha vote, enda nyumbani. Matokeo yatakapotokea ndio hayo, wananchi walimu wameamua. So ukubali na tusonge mbele. There are quite a number of challenges the teachers are facing. So I hope the leader who is going to be elected today is going to tackle the challenges. Wakuje ground sasa, wasikize walimu, waambiwe zile challenges ziko, right from the county, from the sub-counties, all the way to the national level, so that waungane na wale wengine wasaidie walimu wa Kenya. One of the major challenge in JS, wacha niongelee JS because I come from JS, is a shortage of teachers. The government, through His Excellency Dr. William Ruto, amejaribu kuemploy, but we are not yet there. So I could wish aendelee sana. And then, pia, teachers are not taken as a civil servants. Pia now waangaliwe. Teachers are doing a lot more. And I could wish the TSC ikuwe na something to do with the mental wellness of the teachers, because we are suffering. So I hope hiyo inaweza saidia walimu. Yeah, thank you. Kwiranira asense moyende emambia ya vono ayawatikane kiama kia ODM ayo agendere tukokorekana engakiyiga obututukana bugendere tukorekana ase kiama ekiga kia ODM nigo bono abana banyagusia Raila Odinga agoigo baraba bwatani ase kiama kia ODM asense moyabo baerere mambia bona tibari guchikonyegerwa ase keribono moisekoye Raila Odinga na boigoro mu bunge wense webungeria ya Afrika ya Mucha Winnie Odinga na boigo mumurumu abo Raila Odinga Jr. emambia bona sebaerere na monto na Raila asebaerere na Raila no monto ringe gukwana enkwani ya maisomarore igo bari bagoteba buna nigabatebetie ebinto byabo bisi ase omwana nyaguse Raila Odinga Winnie Odinga rukobore buna tigababeke omunu ase arakendo mono bakire ase ngincho Raila Odinga no monto ringe kubeka ebinto teneni gose asinchira ere yobwasyo kwa yamase yamo yango turariyeri naralia yabwate asenseme yubune nchira yamo yokwegerera aliagendereta se kiama kia ODM. Sisi ni watu tuliokuja kwenye hii chama we believed in what Baba was teaching us. Na sasa tunaona si kila mtu miongoni mwetu who believed in Baba. Wengine walikuwa wakimtumia tu. Wamesahau kazi ya uongozi ama wamesahau vile hii chama ilianza. Wacha niwakumbushe. 2007 nchi iliwaka. Ni ODM ndio ilisimama na watu. 2013 kura iliibwa. ODM ni sisi tulitoka hapa maandamano. Ni akina nani? 2017 ndio ilikuwa mbaya. Ni sisi tulitoka maandamano. Tulienda hapa town. Tulilamba lami. Ni sisi. Wakati wa swearing in, mlikuwa hamko? Kuna wale wengine wanaongea sasa, sikuwaona SPO. 2022 pia tena tulitoka maandamano. Ni sisi ama si sisi? Sasa after that tulikuwa na hii process ya Gen Z. Baba alitoka juu nchi ilikuwa naenda vibaya. Vijana wetu walikuwa wamepigwa risasi, watu walikufa, biashara zimefungwa. So baba akatoka kuleta utulivu wetu wa nchi. Baba hakuwa sycophant. Hakuna siku baba aliwahi kutuambia kwamba ametuacha hapa ama wafu ama wapi. Hakuna siku. Na wale wanasema ati sijui baba aliwaambia sijui nini hiyo ni kukosa adabu. Nyamazeni bwana. Hiyo ni kukosa adabu. Tulieni bana. Everything baba alikuwa anasema mbele ya watu wake. Hiyo ndio mambo vile ilikuwa naenda. Unanipata? I understand tumechoka.
tumechoka kuteseka, matanga kila saa, nimesikia hamna kazi. Inaweza kuaje watu wa Kibra hawana maji ama stima wiki 3 bana? Viongozi wameenda wapi? Wanarandaranda. Sawa, waendelee kurandaranda tu, waendelee. Kama kazi imewashinda waendelee, lakini sisi kama familia ya baba tutabaki hapa hapa tu na wananchi. Umesikia vile ndugu yangu amesema, mambo ya maji na stima anamaliza wiki hii. Finally, nataka watu wajue na kusikia, najua hamna kazi, nimekusikia. Nataka watu wajue baba was 1 in a million. Hatutampata mwingine. Na vile vile hauwezi copy paste baba. Huwezi copy paste the greatest leader Kenya has ever seen. Atunabadilisha na huyu ati sasa tuko na baba. No, haiwezi kuwa hivyo. So sisi kama watu wa ODM lazima tuongee na watu wetu. Lazima tuongee na mavijana, tuongee na wamama, pia wazee tutaongea nao. Wakati umefika, nilisema alia, lazima mkoe gangari. Hakikisha kwamba hiyo ID uko nayo, kila document iko sawa sawa. Hakikisha kwamba uko na voters card. Kwa hivi karibuni, kwanza tuko na uchaguzi wa Nairobi. Ya pili, tuende hii NDC. Na kwenye hii NDC, mambo itakuwa noma. Mko tayari? Mko tayari? Wangapi wako tayari? Asanteni. Asanteni sana. Nimesikia hiyo mambo yote, tutarudi. Basi, sawa. Nimesikia mambo ya wamama, nimesikia mambo ya wajane, nimesikia mambo ya kazi, nimesikia compensation. Nini tena? Mambo ya bedroom. Sasa tuongee hiyo leo. Nimesikia hiyo mambo yote yale yamesema hapa leo, nimesikia sawa sawa. Na usijali. We're ready. It's time for us to go to work. So asanteni sana. Hiyo mambo nitabadilisha. Asanteni, asanteni. Nimesikia mko na swali. Hakuna mtu atatolewa kwenye hii chama. Hakuna siku baba aliwahi anybody atoke kwenye hii chama. Wanaongea sana na tukiuliza maswali wanasema tutoke kwenye chama. Tukitoka watabaki na nani kwenye hii chama? Hii chama ni ya wananchi. Tukitoka wananchi wanaenda. Leo naleta the greetings kutoka mandugu zangu Babu Owino, na katibu mkuu wa chama Edwin Sifuna. Aine gatiari mwancho morire ya hagendere tokargara ase emambia yabono gikoraga chinsa isano nebiri chabono mubaso nochikomerana hamo nere Daniel Mwaga kara choko ya retera ama ya senchira yo bwenge na bwego ni chinsa 10 ase gatiari hagendere tokargana ase ritko liarero na bwiga basa kibaito na bagendere to kuyarigana na badaye enseye moni chinsa satu nochikwa nyora senchira ere engi keranu bwika erian kyo chinsa enyo wika chinsa isano ne mona inde na nalio tora umirane asomuro biro yika bitrobini ase tora chikoendera kumurekera amangana au aliagendera tokarekana ime na isiko yorogongo rwaitura gusi wika chinse chaisko ase kera litkwime Soko TV oboroso bumugusi ase eri abono endera gotengera na kubwati mirobiri yonsi yatigaire ase litko lyarero wika erian kiritriane Ishmael Mogere.